kifo ni mbaya, dhambi ni mbaya. Wewe kama mwenye dhambi, mimi nawe hatukuja kusudia Nelson Keiri, hapana. Tulikuja kusudia na kujionea jinsi dhambi ilivyomfanya mwanadamu. Ili na mwanadamu ni wewe na mimi. Ili ukienda huwa ukitafakari na kuwasa na kuwaswa, ujue ni nini imekuleta hapa. Ni dhambi, na kulala kwake mzee ni matokeo yake dhambi. Nao ukiwa mwenye dhambi, kabla hujafika kanisani, jipange mazee, take change of your life. Take the point. Leo jambo lingine kuhusu dhambi inasema that is the opposite of life. Dhambi inafanya mwanadamu inakuwa ni kama kitu ambaye haitaki mwanadamu kuendelea. Dhambi haitaki mwanadamu kuendelea kuishi kwa sababu yeye ni mwenye dhambi, na dhambi ilitokea kwa sababu ya mwanadamu kutoelewa matakwa yake Mungu. Hata wewe na mimi tulikataa, tulikuwa na kichwa ngumu kutoelewa Mungu. Ndipo dhambi ikaingia kwa sababu ya kutoelewa nani? Mungu kama mwokozi na muumba wa wewe na muumba wa vitu vyote. Naelewa? Kutoelewa Mungu kulileta madhara ya kufa. Sasa tumekuja sisi kama wenye dhambi kusudia ubaya wa dhambi vile inamfanya wanadamu kwa sababu ya kutoelewa matakwa yake Mungu wao kama muumba wao. Yokore moyo, kabe serious kumuita wa Yesu. Be serious. Life is very brief. Ebibe nege bana banyasa. Ebibe byayiro mugako yokero kindi chinga yayemo ganetie. Ebibe nege bigo toro monto minto. Lakini ekero montararire bigatutangasa nga ebinebi byatorentareire igaba twakira muna abanyabibe. Totara ike sanduku yogo chikotine kwa. Jipange mazee, jipange mama. Onye moko gande byombe byo wake sabu yo kunywe chai. Ebikombe 15 nemo no morosha mwabeke chai ne tikini. Ekyombe utakorosi ekyombe yo kubwata namo na Nyasaye kyo kweregoro mune memba yo bugima bwakale na kale. Why? Kwa nini? Yaani unakunywa chai unafikiri hapa dunia utaishi na kukunywa chai na vitoaje ni kangu na chips. Jipange kunywa chai ya kikundi, kula chips na vitoaje, ukijipanga ya kwamba siku moja utaacha vitoaje na kangu na chips mazee. Unanielewa? Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya ndiye imetuleta hapa. Kwa hivyo tujipange tukitoka hapa tukienda nyumbani, ujue ya kwamba ulikuja kusudia dhambi ama ulikuja kujililia kwa sababu wewe nami na mwenye kulala mwende zake ni mwenye dhambi. Sisi wote tujipange. Yesu akiletea mara ya pili tuwe tayari kumlaki wa mbinguni, tuende nyumbani kusika. Alafu swali lingine. Sasa Biblia inauliza, what answer does the Bible give since the process of death is the opposite of living? Biblia inatoa jawabu aina gani ama inatoa jawabu lipi wakati kifo kinaendelea kuleta madhara duniani na kuomboleza kwa ajili ya wenzetu kulala? Nini sasa Biblia inatoa mwongozo upi kuhusu dhambi na kuhusu wale ambao ni wanadamu wanapumzika kwa ajili ya kifo kwa sababu hao wawekani? Biblia inatupatia jawabu lipi? Biblia inatuelekeza nini? Kwa sababu dhambi inakuwa mchanganyo wa mafikra ya mwanadamu mpaka mwanadamu analala kufikia kwa kifo. Kifo ni dhambi mbaya. Kienda nyumbani je dhambi mbaya. Hata wewe mama kama mzee aende kanisani, wewe ukishaelewa kanisa ni kurekebisha tabia, kupigia mzee ama muombe. Yeye ajue ya kwamba siku moja atatoweka dunia hii kabla Yesu hajaja, ama siku nyingine asija akakaa duniani afikirie ya kwamba yeye si mwenye dhambi na jibu lake dhambi ni kifo. Atalalaji. Utachitamaji. Dunia imefika mwisho. Na vitokezo ambapo vinakumbusha mwanadamu ya kwamba dunia anapoishi inaisha. Mambo mengi yametokea dunia hii. Ambayo yanashtua mwanadamu.
kile sawa na Isaya. Hebu soma jibu sasa kutoka Biblia. Nini inaendelea? Dhambi inapomaliza mwanadamu. Hebu Isaya 20. Kama nisome. Soma. Isaya 26 verse 19. Hizi vitu masisi mnipatie moja tuacha nyingine. Sisikii kama iko sawa. Wacha tuendelee na hii moja tu. Isaya masisi nisome haraka. Tari njengo bakera andiga Quran. Bantu bara basaba tangone kusiti achakaga muntu mani na bali. Ngakia yoni. Unachelewa wewe. 26:19 Isaya. Wana mwali kono. Ngakia yoni. Njina gonde waere. Mase kanyika. Ebine bibi jande tumnangu kwa ngete shoroli. Jibu la dhambi sasa kuhusu hayo mambo ya shetani na kifo na dhambi inasemaje Isaya? Okay. Isaiah 26 verse 19 ndego tebaiga. Abanto baino bakwete mbabe moyo naende. Yes. Emebere ya makweli nebere ya bakwete. Nebere ya bakwete. Emebere ya bakwete neboke. Igo. Inwabo Morairase amara baime oka motere omogoko. Mbuya mono hebu kaa mzee. Kile nataka uelewe ndio dhambi ni mbaya. Dhambi ndio inaleta mauti. Sasa tutaendelea kufa bila matumaini ama kama tuko wenye dhambi na tunalala kupitia kwa dhambi. Sasa jibu ni nini kuhusu dhambi hizi? Kuhusu dhambi hii ambapo inatusumbua duniani. Mungu anasema hata kama ukilala mwenye dhambi, ukiwa umekata kauli kumpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yako, hata kama ukilala, lakini ulale kama umejipanga kumpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yako, utafufuliwa wakati siku moja Yesu anachapo mara ya pili vile Yesu alifufuka kutoka wafu. Tunamhubiri Yesu kwa sababu yeye ni mshinda kifo, kwa sababu alifufuka kutoka wafu, ili wote ambao wampenda Yesu hata wakilala katika maisha mafupi, lakini ulale ukiwa unamtumainia Yesu, Yesu alichapo mara ya pili, utakuwa mmoja wale ambao watafufuliwa naye, kwa sababu Yesu alifufuka kutoka wafu, akashinda dhambi na jibu lake. Ona vile watu wanaongea. Maana mko ngudrumu. Maana mangana nale. Kasi ndio tabeto mwalimu wana mwanja. Hata mwalimu ama hata kwa ngai mwana mko kwa na kanisa ma atari kanisa ma. Ai kile mtale vyake. Nanja kwana, nanja tenge. Wewe. Haya wana kwana. Abe zere. What hebu sikia swali tena lingine. What happens when somebody dies? Ni nini inatokea ama nini inatendeka? Mmoja wetu ama yoyote akisalala kutoka dunia hii kupitia kwa njia ya kifo. Ngige koba. Kero muntara ali bora muno wako kiwa ali. Ngibona ndeta sumba bwaye. Ngige ko chikoba mwalio. Nawe ujiandaa ukijua ya kwamba wakati wewe nami tutakapolala tukiwa na matumaini ndani yake Yesu sababu alifufuka, ni nini itatokea baada Yesu akilechapo? Yesu akitokezekea nawe ukilala ukimtumainia yeye utafufuliwa. Hebu sikia sasa. What happens when somebody dies? Sikia. Is still alive of the dead. Je, kuna tena maisha baada ya kifo? Ndio. Maisha nani anasema haya? Ni Biblia. Na Biblia ni Mungu. Na Mungu huyo ndio wako anatuelekeza. Kwa hivyo ukitoka hapo uende nyumbani, kama hujakata kesi kumpenda Yesu, unatembea tu duniani na dunia inaisha na kifo kiko njiani, wewe utakufaje? Utajipangaje? Mwana mwaka mna anachite kinabu ya uyansa. Wana ngosome kemunga kama kishamwele. Tari njenga keroche njenduga. Somere ane njiri kumne sana wewe. Emunga bita monda terero ngoliyu. Yes, is still alive after death? Yes. Biblia inasemaje? Hayo ni jibu kuhusu lile swali letu la mapili. Mase soma. Is still alive? John 17 verse 3. Is still alive after death? Yes. Je, kuna maisha baada ya kifo na dhambi zote? Ndio. Nani anasema? Biblia. Wewe soma. Naomba kimabwa kale na kale. Naomba kimabwa kale na kale. Na buobo.
is there life after death? Yes. Where? In Jesus Christ. Yeye ambaye alifufuka. Sasa nakuhubiria Yesu ambaye alifufuka kutoka wafu. Kwa hivyo usipoteze tumaini katika dunia ambayo inapoisha, hata ukichanganyikiwa, hata ukijinyonga, hata ukijitia kitanzi, hata ukikunywa sumu, wewe utapoteza maisha yako. Lakini ukifumulia na uombe Yesu, hata kama utalala kama mwenye dhambi, ulale ukiwa na mtumaini Yesu yule alifufuka kutoka wafu, nawe nami tutafufuliwa wakati Yesu atakaporejea. Basi hiyo ndio point yangu, na nataka usikilie ili ukienda nyumbani uhubirie mzee ama uhubirie rafiki. Na ndio sababu tunaendanga kanisani. Kaende kanisa kwa serious. Kako na makosa